walikwama ndani ya swimming pool. Wakiwa hapa, mmoja wa ndugu wao akaangusha pete ya dhahabu ikadumbukia ndani ya swimming pool. So ikabidi waende chini ya maji kwa pamoja. Walivyozama chini ya maji, bahati mbaya nywele za ndugu mmoja zikawa zimenasa katika filter ya maji. Sasa meneja wa swimming pool anafika pale. Kuna mtu yote hapa? Kuna mtu yote? Kimya. Okay, ngoja mimi nisepe. Akabonyeza kitufe. Wakati huo chini ndugu anajaribu kung'oa nywele wapi? Bahati nzuri ikawa imenyoofoka. Lakini lile ceiling linajifunga taratibu. Akaogelea kwa haraka ili wachoropoke kutokea juu. Wakawa wamechelewa. Na huo ndio unakuwa mwanzo wa kivumbi. Wakaanza kuita msaada, msaada, lakini hakuna mtu aliyokuwa anawasikia wakati huo. Wakajua hapa tayari kimetulamba. Anza kulisukuma ile ceiling, sukuma fiber wapi, ngoma itoki. Na mbaya zaidi ni kwamba swimming ilifungwa wiki nzima bila kuwa na matumizi ya aina yoyote. Kazi ipo. Hawa ndugu wakaanza kutafuta namna ya kuchoropoka hapa. Bahati nzuri bana, kwa jua kaona kuna kampenyo, lakini kwa kampenyo kenyewe ni kadogo, yaani hata mkono nyewe haupiti. Bri akawa amepata kipande ka mbao ambako ni kagumu, akawa anachokonoa pale ili paongezeke size, lakini hiyo nayo haikufanya kazi. Situation ikamfanya Joanna akasiriki, akamwambia Bri, kama isingekuwa kapete kako ka dhahabu tusingekuwa hapa sasa hivi. Pumbavu tu, eti kisa pete ya dhahabu. Ona sasa tumekwama huko. Bri akakasika, akapiga maji kisha akadive mwenyewe chini peke yake akiwa anaepuka marumbano. Kafika chini akachukua ile dhahabu, akachukua ile pete ya dhahabu, lakini this time pia akagundua kwamba okay, hii ndio sehemu ya kutolea maji taka Akaanza kung'ang'ana kuivuta ili aone kama wanaweza wakapata nafasi ya kutoroka kule chini. Bri akarudi kwa Jana akamwambia, "Oya, nipata njia kwa mwanangu, njoo nisaidie." Wazo la kijinga hilo bana. Tunamwona mchumba wa Bri akiwa anaongea na simu. Kisha tunamwona Bri anafikiria huenda boyfriend wangu atanikumbuka, atanimisi, atanitafuta, tutapata msaada. Ndio ikaja asubuhi, mchana, jioni, usiku, boyfriend hayupo, hakuna anayemtafuta. Hapo ndo akagundua kumbe na boyfriend maandazi tu. Hivi alipiga sana simu hazikupokelewa, so akapotezea na yeye. Taa za kwenye swimming pool zikazima. Wakaanza kuona mbona kivumbi kimeanza. Bri akashika kichwa kinamuuma kinoma, na wakati huo anakumbuka kwamba inabidi atumie insulin na dawa imebaki nje huko kwenye bei. Watafanya nini? Joanna bana akamgusa mwanae, akambembeleza. Mwisho wa siku Bri akawa calm down. Wakachukua tena kale kambao, akaanza kuchokonoa pale, huenda labda akalifanya tundu litanuke kocho, lakini wapi. Mpaka sasa hivi ni masaa 4. Ghafla taa za kwenye swimming pool zikawaka. Akaingia mfanya usafi kwa jina la Clara, anasafishaga usiku tu. Bri na John akaona huu ndo msaada, wakaanza kupiga pale juu lakini Clara akawa anapotezea zile sauti. Clara akasogelea wallet ya Bri, kaangalia hivyo, ona pesa zenyewe ndogo hizo. Akaenda mpaka kwenye security camera, akafika pale kazizima, akasogelea mpaka ambapo hapo pale. Kumbe bana Clara ametoroka jela, nyumbani ana binti mdogo na anataka pesa kinoma. So akaanza kupiga no story taratibu. Kivumbi hicho. Sikilizeni mabinti, mkitaka mimi niwatoe humu, nitajie pin code ya benki account yenu, mmenitoe pesa na watoa humu. Jana, wewe akili zako mbovu nini wewe? Yaani unataka pesa, tunataka pesa tuokoe kwanza. Akamwambia unanifokea mimi? Kaenda akabonyeza hiti ya kwenye swimming pool. Ndani ya swimming pool baridi likaanza kuongezeka kinoma. Baridi baada ya baridi. Chakatua kichwa. Sawa, akataja pin. Ni 000. Clara akasema, lakini mimi sio mpumbavu. Ngoja kwanza nikazikague hizo namba zilizonipa ni kweli. Nikikuta sawa nakuja kuachia. Nisipozikuta ziko sawa, moto utaendelea. Wakawa wanamsubiria Clara arudi. Clara akarudi. Wakashangaa mbona kimya. Clara akawafokea, yaani kuna $80 tu katika akaunti yako. Ndani eti unanionaje wewe? Unanichukuliaje wewe? John akamwambia Clara, tafadhali naomba utuachie. Bri anaumwa kisukari na anahitaji insulin ili awe sawa. Tufungulie basi. Clara akaona yeye anaongea shit tu, akaondoka. Wakati huo John anamuona rafiki yake anazidi kuwa very weak. Clara akasema, nikitoka huko huyo mdada atanitambua. Jana akapata wazo, akamwambia Clara, njoo basi kuna kitu nataka nikwambie. Clara akasogea pale, akasogeza sikio kwenye kile kitundu, akachukua kile kimbao, toboa sikio kama jogoo linalowika saa 10 usiku lile. Kokoreko! Lakini bila kujua kwamba Jana ameyakanyaga. Clara akarudi paka kwenye control room, akawasha system ya kusafisha swimming pool. Ndani ya swimming pool
dawa zikaanza kuingia, maji yakaanza kuchangamka kinoma. Gesi ya chlorine ikaingia ndani ya maji kwa spidi ya ajabu. Akiliwalamba kinoma. Wakati huo Bree akazidiwa, akaanza kuzama chini. Jana ikabidi aanze kumsaidia rafiki yake, maana alianza kupata mawenge wote. Lakini Clara akakumbuka kwamba inabidi hao watu wasife, so akarudi kule akazima ile system. Akarudi na wazo jipya, akasema nipeni hiyo pete ya dhahabu nitawaachia. Bree hakuwa na chaguo jingine, ikabidi achukue na kumpatia Clara. Clara akaona hapa nitajipatia pesa nyingi, so I have nothing to lose. Akataka aende akatoe pin katika ile security system ili awafungulie wale ndugu waweze kutoka. Kapela akaanza kubonyeza ntuku. Oya, kodi zikagoma. Hapa ndo tunagundua kwamba meneja alibadilisha password za kufungulia swimming pool. Ni noma gege. Na kama au ndugu hawatotoka humo, hii kesi itamwangukia yeye. Lakini pia akakaa katulia, akakumbuka kwamba nimetoroka jela. Akisema nipige simu wapate msaada itakuwa jao. So akaelisha kabisa akupiga msaada. Akaona hapa ngoja niondoke zangu mdogo mosi. Akaondoka akawaacha wapambane na hali yao. Jana na Bree wakaona huyu dada anaondoka na tuache. Oya tufungulie basi. Usitufanyie hivyo. Ngeuka hivyo anaona rafiki yake anazimia. Bila insulin Bree hatotoboa. Na njia pekee kwa wakati huu ile lifuniko kule chini ya swimming pool. Kama ataweza kulinyofua lile basi ndio msaada pekee wa kutoka humo ndani. Lakini jana akakumbuka tukio lilomtokea, alinata nywele yake linasa kule, akaogopa. Lakini akakumbuka pia kwamba mimi ndo msaada pekee wa rafiki yangu. Hivyo jana ikabidi assume kwa haraka dive. Kafika pale kaanza kuvuta, ya kwanza ikagoma, ya pili ikagoma. Akaenda akachukua koti la kuogelea akaja akaliweka pale ili limsaidia, akaanza kuvuta, ngoma ikafunguka. Shwa! Achukua kile chuma mwenetu akarudi paka juu. Kafika juu kaanza kupiga pale, akaanza kupagonga pale juu palipojifunika. Mwisho wa siku kwa nguvu zaidi pakapasuka. Jana akatoka kamshika rafiki yake kamvuta nje. Finally akawa amemsaidia rafiki yake kutoka nje. Kisha akamchoma na insulin. Bree akarudi katika hali yake ya kawaida. Kidogo amuone Israeli mwenetu wakiwa na furahia. Clara akarudi kanyoosha bunduki. Anawaambia kama mtasurvive nyie mtaniripoti kwa polisi na hilo jambo sitaki litokee. Jana akamshikilia rafiki yake akasema, "Oi rafiki yangu tumekwisha. Jamani hatuwezi kusema kwa polisi." Clara, hapana siwezi kukuamini. Akamsogelea ili awachape dushi. Hapa hawana ujanja. Lakini jana akakumbuka kwamba Clara alikuwa anaongelea kuhusu binti yake, akasema, "Kama utatuua, vipi kuhusu maisha ya binti yako?" Clara akakumbuka, akaambia mimi sitosema kwa polisi. Mwisho wa siku Clara akapoa, akarudisha ile pete. Na mwisho wa siku Clara bana akaamua kuondoka. Kweli bana, jana aliahidi ukweli na hivyo hakusema chochote, ila alipiga simu polisi ili waje wapate msaada kwa ajili ya Bree. Ikawa pona ya yule mdada Clara. Tunajifunza nini hapa? Clara alikuwa anapambania maisha ya mwanae, wakati huo hawa pia ndugu mmoja alikuwa anapambania maisha ya ndugu yake ili asipoteze maisha. Mwisho wa siku wakaelewana, at the end of the day kila mtu akaondoka salama. Jina la movie linaitwa 12 Feet Deep au The Trapped Sister ama The Deep End. Anyways, bonyeza alama kunifollow, alafu bonyeza link hapo kwenye profile uende ukanisaidia kusubscribe kwenye YouTube channel, na Mwenyezi Mungu akubariki sana. See you yesterday.